Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai mzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika uwanja wa kisiasa. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameongezewa ulinzi mkali dhidi ya serikali ya sasa ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. Nitakueleza ni nani amemuongezea ulinzi mkali, kwa nini haya yanashuhudiwa na sababu ni zipi. Nitaeleza hayo, ni maswali ambayo naenda kujibu haswa kwa kanda hii. Kabla nizame kwa undani, nashukuru kwa ambao mnazama hikana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hikanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, ikiwa hauja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe na uwashe kengele. Karibu tusonge mbele pamoja. Rigathi Gachagua ambaye alikuwa naibu rais humu nchini ametoa ahadi ya kuhakikisha ya kwamba Uhuru Kenyatta yuko na ulinzi wa kutosha dhidi ya wale ambao wanamwendea ghafla baada ya kustaafu kwa siasa. Naomba tumsikize Rigathi Gachagua vile ametoa ahadi ya kumwekea ulinzi mkali. Mimi nataka nimwambie Rais Uhuru Kenyatta, mimi mwenyewe na watu wangu tutamlinda. Hatutakubali Rais Uhuru Kenyatta atukane na mtu yeyote, kwa sababu yeye alifanya kazi yake na yeye apumzike akiwa nyumbani. Lakini hiyo si kusema tukimhitaji hatutaita yeye. Tukiona hii jamaa ametuweza, tutaita Uhuru Kenyatta kuja tusaidie, si ndio? Lakini hatujafika hapo. Sasa hii mimi namuweza peke yangu. I am okay with my colleagues, but if the situation so demands that we recall President Uhuru Kenyatta from retirement to come and help us to fix this country. Matamshi hayo ni ya Rigathi Gachagua alikuwa akizungumza wakati alikuwa katika kanisa moja kule Kajiado siku ya Jumapili tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Akatoa ahadi kwamba yeye na wale ambao wanamuunga mkono watahakikisha kwamba hamna yeyote ambaye anaenda kumjaribu Uhuru Kenyatta na kukataza na kufikisha mwisho siasa ambazo zinaendelea kushuhudiwa dhidi yake. I want to put Rigathi Gachagua's remarks into perspective, why he has decided to protect former President William Uhuru Kenyatta against the current government. Kwa nini Rigathi Gachagua ametoa ahadi ya kumlinda Uhuru Kenyatta? Point number 1. Ruto's close allies have been attacking former President Uhuru Kenyatta. Wale ambao ni washirika wa kisiasa wa Rais William Ruto wamekuwa wakimuandama na kumvamia na kurusha vijembe vya kisiasa kwa Uhuru Kenyatta kama mtu mwenye hana wa kumtetea. Tuliona hata spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akimlaumu Uhuru Kenyatta hivi juzi tu, ambaye ni mwandari wa kisiasa wa Rais William Ruto. Na huyu ambaye ni seneta wa Kericho Jeriot, na haya amekuwa akirusha mashambulizi kila wakati kwa Uhuru Kenyatta. Akina Oscar Sudi wanatoa msomo wa hali ya juu kwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Akina Faruk Kibet wamekuwa wakirusha vijembe kwa Uhuru Kenyatta kwamba kama ulistaafu, enda ustaafu, la sivyo tutasimamisha pension, hizo hela ambazo unakabidhiwa kila mwezi baada ya kuhudumu kama kiongozi wa taifa. Rigathi Gachagua sasa amejibuka ili kuhakikisha ya kwamba anamtetea mtu wao
ambaye ni Uhuru Kenyatta. Liwe liwalo, liwalo na liwe, lazima watumie mbinu zote kuhakikisha ya kwamba wanamprotect former president Uhuru Kenyatta. Point number 2, kwa nini Gachagua ameahidi kumwekea ulinzi mkali Uhuru Kenyatta. Number 2, Mount Kenya factor. Sasa hivi licha ya Uhuru Kenyatta kustaafu kama rais, yuko na usemi mkubwa katika eneo la Mlima Kenya. Kwa nini? Katika uchaguzi uliopita, Uhuru Kenyatta alitoa onyo kwa Wakenya na haswa watu wa Mlima Kenya kwamba msimpigie kura Rais William Ruto. Wampigie kura hayati Raila Odinga wakati huo alikuwa hai. Hawakusikia. Sasa yale maneno ambayo alikuwa anayotumia watu wameona hadharani. Kivipi? Rigathi Gachagua alikuwa amechaguliwa pamoja na Rais William Ruto katika tikiti ya chama cha UDA. Baada ya miaka miwili amefukuzwa. Mwenye Uhuru Kenyatta alikataa chaguliwe. Ndindi Nyoro, mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kiharu, alikuwa anampigia debe Rais William Ruto. Akamweka kuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa. Baadaye akamngoa. Kuna mawaziri akina Njuguna Ndung'u walifukuzwa. Wengi wakafukuzwa kutoka eneo la Mlima Kenya. Sasa ndio wamekuja kukubali kwamba ndio ulituambia tusije tukampigia kura. Na sisi tukaamua tukazibeba kura zetu 3.5 tukaziweka kwa kikapu cha Rais William Ruto. Sasa usemi wake mkubwa eneo la Mlima Kenya wakishikana na Rigathi Gachagua 2027, kuna uwezekano wa kubadilisha kura za Mlima Kenya, waamue ni eneo lipi wanaenda kuzimwaga. Kwa sababu hivi majuzi wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anazungumza, alikuwa anampigia debe the deputy party leader katika chama cha Jubilee, Dr. Fred Matiang'i, na Fred Matiang'i yuko na Rigathi Gachagua, kumaanisha mrengo huu wa upinzani una nia ya kushikana kuhakikisha ya kwamba uchaguzi ujao wanazileta pamoja kura zote na kuziweka pamoja ili kumng'oa mamlakani Rais William Ruto, lakini kisheria kupitia uchaguzi wa 2027. Ndio maana hivi majuzi Rigathi Gachagua alitoa ahadi ataenda kushirikiana akina Edwin Sifuna, Babu Owino na hao wengine, akina George Natembea wako pamoja, akina Martha Karua wote, Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, yule mwingine anaitwa Justin Muturi na wengine, kuhakikisha ya kwamba wamependekeza mtu mmoja ambaye anaenda kukutana na Rais William Ruto kwa debe 2027. Ndio maana sasa amesema liwe liwalo, lazima atamtetea Uhuru Kenyatta kwa sababu vile anatoka eneo la Mlima Kenya, kuna usemi wake mkubwa anaenda kuutoa. Ni nani atachaguliwa 2027, na huenda hawezi kusalitiwa vile aliweza kusalitiwa 2022 na sasa hivi wamejionea kwa macho. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Mount Kenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content, also have WhatsApp groups and on Facebook. That is only way we can continue building this channel of ours, Mount Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.